Miaka 8 tangu tumekopa hela mpaka leo hii wako wanafagia tu, wanasema wanafanya wanakusanya vifaa. Tunaomba na kuomba sana Mheshimiwa Naibu Waziri, kama itakupendeza, twende wote ukajionee vituko vinavyoendelea pale katika bonde la Mto Rwiche. Pesa tumekopa, tumechukua Kuwait, tena pesa hizi alizipambania Zitto Kabwe, alikuwa ndo mbunge. Zitto kamaliza muda wake, mradi hujatekelezwa. Kaja Mheshimiwa Ngenda Kirumbe. Mheshimiwa mbunge, uliza swali la nyongeza. Swali langu la nyongeza, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba serikali tufunge nayo safari kwenda kwenye bonde la Mto Rwiche, wakaone kwa macho, waache kuhadisiwa maneno ya kuhadisiwa. Twende naye Naibu Waziri aende pale tukaone kwa macho yake nini kinachoendelea pale katika bonde la Mto Rwiche. Hilo ndio ombi langu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Mheshimiwa Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, kwa konsaini yake, na sisi kama wizara tunaelewa hayo anayoyaeleza. Jambo moja tu nimthibitishie, moja, tutaenda kabla hili bunge halijaisha, tutaongozana, tutakwenda, tutapanga moja ya weekend, tutafika eneo la mradi. Lakini kwa kifupi tu nieleze kwamba kwa nini mradi huo umechelewa. Ni kwamba hiyo anayoeleza ni kwamba changamoto ilikuwa ni upatikanaji wa fedha, na ndio maana Tume ya Umwagiliaji mwaka 2025 ilifanya mapitio upya ya huu mradi, na sasa hivi mradi huu tunautekeleza sisi wenyewe kupitia fedha za ndani. Na ninavyozungumza hivi sasa hivi ni kwamba kuna kama bilioni 8.89 ambazo tutazitoa kwa mkandarasi kama sehemu ya malipo mengine ya awali, ili kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda kwa wakati, na matarajio yetu kabla ya mwaka 2030 mradi huu utakuwa umekamilika. Na Baba Levo utawaeleza wananchi kwamba moja ya jitihada zako kubwa ulizozifanya bungeni ni kuhakikisha mradi huu umekamilika kwa vitendo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Ana Kilango Maleche, la swala nyongeza.